Ndipo macho yao wote wawili yakafumbuliwa, wakajiona kwamba walikuwa uchi. Hivyo wakashona majani ya mtini wakajifunika. Unaona hilo sasa? Baada tu ya kula lile tunda wote wawili, macho yao yalifumbuka. Sasa wakajiona wakiwa uchi. Kwa nini wajione wakiwa uchi? Mbona hawakujiona wakiwa uchi kabla ya kula? Ni kwa sababu walikuwa sasa wamekwisha vuliwa vazi. Wakati Mungu anapomuumba mwanadamu, kuna vazi alilomupatia. Kuna vazi. Unakumbuka pale ambapo anasema katika Mwanzo 1:26 ya kwamba na sasa tukamuumbe mwanadamu akiwa na mfano wetu na sura yetu. Kile cha najaribu kusema hapo ni kwamba sura ya Mungu pamoja na mfano wake lilikuwa ni vazi. Na anasema tumuumbe kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili akatawale dunia. Akataja tawale samaki wa baharini, viumbe wa angani na viumbe wote wanaotambaa kwenye ardhi, na akaweze kutawala dunia yote. Kumbe jambo ni kwamba mwanadamu alipewa sura ya Mungu, akapewa mfano wa Mungu ambalo lilikuwa ni vazi. Hilo vazi baada ya mwanadamu kwenda kinyume na neno la Mungu, hilo vazi linaondoka. Shetani alijua ya kwamba nikimdanganya huyu mwanadamu, nikija na changamoto na nimdanganye, akaweze kukumbatia kile chenye nitamuletea, hilo vazi litaondoka juu yake. Hilo vazi likiondoka atabaki uchi. Akisha baki uchi, basi ataaibika. Akiaibika atakuwa na ule uoga utamuingia sababu ya uchi. Hapo nitakuwa nimenyakua kile chenye ako nacho. Naona sasa mtu wa Mungu. Shetani alikuja kwa njia ya ujanja, amekwisha mvua huyu mwanadamu vazi alilopewa na Mungu. Amemvua taji, vazi ambalo alipewa na Mungu kwa njia ya ujanja. Hapo ndipo mamlaka ya mwanadamu yameondoka katika njia hiyo. Utawala wa mwanadamu umeondoka kwa njia hiyo, kwa sababu baada ya kuvuliwa amegundua ya kwamba yuko uchi. Haukukuwa uchi wa kawaida. Huu uchi ulikuwa ni uchi wa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, ambalo lilikuwa ni vazi. Vazi la utukufu alilopewa na Mungu. Baada ya mwanadamu kwenda kinyume na neno la Mungu, kudanganywa, hili vazi linaondoka. Utukufu wa Mungu unaondoka juu ya mwanadamu. Kisha anabaki uchi, anashikwa na uoga. Unapoendelea kusoma hapo chini, utapata ya kwamba sasa Mungu aliposhuka, akawa anamuita Adamu, uko wapi? Akasema kwamba nilisikia sauti yako, kisha nikajificha kwa sababu nilikuwa uchi. Mungu anamuuliza, ni nani aliyekuambia kuwa uko uchi? Hakuweza kujibu. Akamuuliza, je, ulikula tunda la mti niliyokukataza? Basi hapo yakaanza mambo ya kujitetea. Hilo ndilo jambo lililofanyika mpendwa. Hicho ndicho kitendo kilichofanyika. Kwa hivyo unagundua ya kwamba kama mtu wa Mungu, usipokuwa na uhakika wa neno la Mungu ambalo ameleta kwetu ili ya kwamba likawe manual ya haya maisha, shetani atakuja kwako na changamoto. Shetani atakuja kwako kwa njia ya ujanja na kukuondoa katika mapenzi ya Mungu. Atakuja na kukuondoa katika njia, kwa sababu una ufahamu wa neno vile linavyosema. Una uhakika kamili wa neno jinsi lilivyo. Shetani atatumia nafasi hiyo. Aligundua huyu mwanamke hana uhakika wa neno, akatumia hiyo nafasi vizuri. Shetani anapopata hivi fursa ndani ya maisha yako, huwa anaitumia vizuri. Anahakikisha kwamba amekuweka chini. Tazama hapa, hao watu wamekwisha wekwa chini. Tutakapoenda kuchambua zaidi, tunapokutana tena, tutagundua kitu ambacho kilifanyika baada ya hao kuvuliwa hilo vazi, walipojipata wakiwa uchi. Mungu alipokutana nao, je, alifanya nini? Palikuwa na mazungumzo hapo, pakawa na kujitetea.
kila mmoja akawa anajitetea. Tutaweza kuchambua kesho tutakapokutana, na tutagundua mambo ambayo Mungu alitangaza baada ya hapo.